Hello, what's up, my gang? Yeah, it's your boy GD hapa hivi. Mimi kwa majina naitwa OT. OT, ndio huyo OT bana. Yo, bade manze, tunashukuru kwa huu muda manze. Hatuna kama neno, hatuna mambo, ni kutulia tu, tumetulia. Hapa hivi kushare mawantu hivi unaelewa. GD akiwa ni mavitu mwecheche, unaelewa. Basi cheki, nataka msupport manze, sendeni kwa support yenu, nendeni ku support pale YouTube, mtatupata kama Chizi Nation, mtatupata hapo hivyo. Chizi Nation Comedy mtatupata hapo. Piga support, subscribe, like, Share and subscribe. Nimesema subscribe. Na usikose pia na comment. 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 Manzera namfanya nini? Na msupport. So my brother, utaniambia Mimi kuna kitu nitakwambia mwanzo. Unajua vile umedunga hivyo, unanikumbusha nilikuwa shule. Kwanza Raima kwanza ilikuwa mbwecheche. Mwanzo unakumbuka ile day? Unasikia umeitwa ofisini afisa hujataki. Ilikuwa mbaya. Unaambiwa na mwanzo unapiri, umeandika pale nosemakers. Hujataki na mama kupata na headbone, hujataki. Unaambiwa njoo. Unapelekwa kwa staff. Alafu stadisha uone ule mtu ule mkorofi. Hata hizo unajua kama kuna msaidizi mkorofi shuleni kwa tulimimi sababu ya nini? Ndio inafika wakati sasa mnapikiwa. Unajua sana sisi tungo tunajibebea. Sasa inafika ile day fulani, yaani watu wa kitchen wanagoma au machef wanagoma. Wakisha goma sasa, si unajua tu hamtadishi. Sasa inabidi mmejibebea keroma. Sasa nilikuwa nafurahia sababu nilikuwa napata opportunity ya kuomba wase. Hebu sema hujabeba keroma, alafu kuna msee besti yako akona keroma. Utafanya nini? Utashinda hapa ngemo ni noma sana. Noma. Kusadisha ilikuwa hapa napiga na story. Unajua? Hapo anakuambia unajua masomo ile mtihani mazidi kwa ngumu na huko hapo tu unapiza mate. Sasa kifika ile wakati kwanza ilikuwa inanibamba ile wakati kulikuwa kunanyesha. Unajua home ni place fulani hivi kuna yani kumechanganyikana mchanga ile ya red, clay soil zote yani zimechanganyishana. Kuna black, na brown, kuna red hizo. Sasa inafika sana kukinyesha kuna kwa na matoa ya black. So unapata alafu mwalimu anakuambia aje na kupea punishment sababu ya kuchelewa. Umechelewa na sekunde 2, anakuambia aje utaosha darasa ngapi? 2. Sasa ikifika ni wakati wa PE au tena PE utaenda kuosha darasa. Sasa hebu imagine sasa wasa wamekuja na matope. Wametoka wapi? Wamekuja na matope, wamekanyanga. Alafu nani matafi ujue na ndio matafi kwa na mamianya huko hivyo. Sasa matope yakigongesha chini na ni tiles. Inakwama. Na ni tiles. Lakini sana tiles tulikuwa tunaziona kwa staff room. Huku kwingine kulikuwa tu ni zile mashimo. Tunaelewa tu wakati wa kawaida tu zile nyenzi tu. Muda unaoga then ushamaliza kuosha kila kitu, ushaosha nyumba nini, hiyo class ushamalizia. Alafu unaona watu wa PPE yani wale wa CBC ndio wameanza kuingia daro. Na ukumbuke wametoka kule nje kurukaruka. Bas. Sasa ukishamaliza kwenda kuoga kwa tap, unaoga vizuri, unang'ara. Sasa bahati mbaya inakuwa
hauna tafi, hauna ile kiatu ya nini wenzako wamevaa, uko tu na ile sandals. Sasa unajua tu sandals ukitembea inaruka na hapa nyuma, ile ukitembea ukikanyanga matope inaruka inabaki tu hapo kwa stamina. So kila kuangalia unashindwa aje nitaoga mara ngapi? Na nimetoka kuoga. Lakini kuna point hapo umesema eti mwalimu alikuwa anakupa punishment. Sasa kuna siku mimi nilikuwa mahali nimekaa. Nilikuwa naliishi, si ndio? Sasa hiyo beli ikapigwa. Si unaelewa ile kudishi usimwage chakula na uweze chakula. Tunaenda kule principal na kufuata na ukisikia kitu kingine anakuambia mwage chakula. Kisha kufika na kampeni na kupatia punishment. Sasa mimi nilikuwa sijui punishment nini. Si unaelewa? Unaomba mwalimu nipe hiyo punishment nipatie. Mimi nilikuwa najua ni punishment ni kitu unapatiwa. Ninaona kwa ameshika viboko na huko ndako nipatia punishment. Sasa nikajiuliza punishment ni nini? Unapatiwa punishment. Ni kama unaambiwa utapokea viboko. Kwanza shule yetu ilikuwa dangerous, ilikuwa mbaya sababu ulikuwa unaambiwa touch your toes. Ile una bend ni kama unachora namba 7 lakini inainama kabisa, ni kama pipe. Unaona venye unaweza bend pipe hivi. Hivyo sasa una bend kabisa, unakaa ni kama kitu, yaani ni kama mti hivi umesimama lakini imebend hivi. Sasa unaekelewa na saa hizo unaekelewa na nini? Green mamba ama black mamba. Hakuna cha huruma. Hakuna cha huruma, unasikia. Hebu imagine sasa kuna wakati nimefanya nini? Ile nimekosa kidogo tu yani kale kama makosa kale kadogo. Baadaye sasa walimu walikuwa wanaangalia tu kale kama makosa kadogo tu. Hawakuangalia ile makosa makubwa umefanya. Walikuwa wanaangalia tu kale kama makosa kadogo umefanya. Kisha upate kuprefect na kuchukia nosemakers na kila sisi. Kwanza hapo kwa nosemakers. Hapo kwa nosemakers walikuwa wananiita sana. Sasa kuna day fulani alikuwa amekuwa prefect. Alikuwa anaitwa Mary. Huyo day alikuwa yani ile sijui gani alikuwa ni mmea. Hapo Meru alikuwa tu Mkikuyu. Unajua tu ni kwa Kikuyu tu kawaida tu. So then amekuwa prefect, akaanza kujisikia aje japo. Atijua anakuanga namba 1 kwa daro. Sisi wenyewe wengine tuko namba 30 na huko namba 40. So then akaikuwa prefect. Kwa prefect maskini wa Mungu mimi ya. Yaani umelala tu hivi, ukiamka nosemakers zikiitana unajistukia uko hapo kwa hiyo mix huko. Sasa hebu imagine uko na girlfriend kwa ile daro tu huko, ama tuseme tu area ya shule hiyo tu ndani ya shule uko na girlfriend, alafu unaenda kupelekwa katikati ya ground ya shule hivi katikati na ni parade, alafu umeshikishwa post na unaekelewa viboko. Sasa niko zile za sasa girlfriend yana atanichukulia aje? Ama wewe ndio ulimtongoza huyo msana akaama nikufuata alikwambia kupenda ukamkataa. Unajua mademu wasichana mapiri wakikutaka lazima uchukue action nyingi sana ndio hiyo. Mara kukuandika kwa nosemakers sana kwanza. Nikambi sana. Nikambi yani yaani kama huko yashakuandika. Huko yashakuandika. Umeenda chuoni umerudi umekaa. Umeshtuka umeandika times 10. Na mwalimu hakusema mwenye anatoka nje. Alisema mwenye anaongea kwa darasa. Sasa kuna mwalimu sijakuchapia, kuna mwalimu fulani alikuwa amezoea akikuchapa, ukimsumbua akikuchapa anakutemea kikohozi kwa uso. Sasa ilifikia wakati wangu kunipiga. Sasa nile akona green mamba nini kwa tu zile za nani asubuhi.
Sasa nikasumbua akanitemea kibao zikausa. Na mimi back to the sender. Ni back to the sender. Twa. Sasa mwenye nilimbakia akaniambia aje kwani umejam. Shika kiboko ni chape. Ashika wall. Sasa ni blackboard sasa ameshikilia. Muda. Nilimwasha kiboko. Hata nilikuja kujua kumbe wanaisingi uchungu. Kumbe walimu wanasikia uchungu. Ndio pata niko na si uchungu. Mimi kwanza ni hawaisingi uchungu. Kumbe wanaisingi uchungu. Nimeweka moja chap. Cha akaruka juu. Asikizie vlogo nasikizie. Sasa ameniambia tuongoze hata alipatia ruhusa. Si alinipea ruhusa. Mimi nitafanya nini? Utamchapa. Bas. I'll take the opportunity by ingekuwa ni wewe. Mwalimu akupe ruhusa umchape. Utafanya nini? Utafanya nini? So utamchapa. Vizuri sana. Vizuri sana. Utanitembea aje kikohozi alafu niambia nikuchape. Mimi nitakataa na nilivyo niko na uchungu na ni mwanzo upate mwalimu umefanya ile subject yake kwa mtihani. Unachukia mtu anakwambia nikifeli mtihani nakwambia kitu tukutane next time. Nikijua tu nimefeli nimpata 20 na amesema above ni ukipata kabisa upate 70 90 na umepata 20. Sasa unaketi pale darasani ule wa kwanza amefeli amechapwa fimbo 20 na ule wa mwisho utafanywa aje? Kwanza ikifikia netani yako ulikuwa unatetemeka aje? Na kuna jua. Unajua kuna jua Jua imewaka lakini bado inatetemeka hivi. Ni kama kuna baridi, ni kama umetoka kwa ice. Ana mko kwa line. Plan. Kuna siku ilifikia wakati wangu. Kwanza unajua walimu wa kitambo walikuwa wanapenda ile touch ya toes ama ulale flat chini. Ama ushike wall. Sasa mimi akaniambia ni touch wall, nishike wall. Nashika. Sasa nilishika wall, akaenda kunigonga, nikaondokea akagonga wall. Unaona? Venye aligonga wall akajam. Akanishika sasa vizuri, akanikaza kinyasa hivi. Na tu vinyasa tulikuwa tunafika wapi? Hata hatujafika kwa magoti, tumefika hapa juu. Sasa anakuwekelea vizuri na mauchungu. Alafu kisha amekuja mpaka mateko ndio amekuja. Gani? Ulikuwa unasaidia na ule msee ulikuwa unavaa short 2. Nashika. Ukivaa short 2 siko na ya ball na uko na ya shule. Sasa kitu ilikuwa inakuuza nilikuwa mwanaume, wewe ni boy lakini uko na hagai. Utashindwa. Hali huyo. Lakini wase wanono wasikiangi uchungu hili. Ya vile mimi naona hizo layers za mafuta. Hizo layers. Unajua kuna ngozi nyingine, na kuna nini sasa unaingia kwa mafuta. Layer ya kwanza ya mafuta, layer ya pili, layer ya tatu. Sasa kabla hajafikia ile layer ya mwisho ya kwanza kabisa huko itakuwa ni mzungumu. Utapata huyo mtu ataanza kuhisi uchungu na 3 minutes. Lakini wewe kaza haga. Kaza. Unasikia zinaingia tena kukaa chini ili kama umedungwa na misumari. Alafu kustabisha unapata umetoka kuchapa na mwalimu. Alafu kisha tena mamako ni mwalimu. Umefika home mamako anakuambia niwekee tu kabisa kwa sote jiamize na mchana yako. Na umetoka kula simu nenda kula simu. Sasa ndio siko napenda. Kuna besti yangu alikuwa anaitwa Brian, tulikuwa tunamwita Brian kabisa. Sasa jamaa mamake alikuwa ni head teacher.
Nasikia mamake ni lakini shida ya Brao ni kichwa ngumu. Unaona? Ndio najua je asimam ni head teacher nifanye chochote hakuna mtu atanigusa. Sasa siku moja alienda kaiba kuku. Na akalala ujinga wake akafanya nini akalala kwa hiyo chumba cha kuku. Akajiekelea hapo. Na amefunga kuku hivi. Si mwenyewe akakuja. Kuku na analala kwenye kuku. Si mwenyewe akakuja. Mwenye alikuja alimuuliza aje? Okay. Ni ya Christmas ama ni ya lini? Ni kama hajui chochote. Ni ya Christmas ama ni ya lini unaenda kusherehekea? Bro akasema kulingana na wenye kuko mimi nimehisi njaa sana. So nikaona acha tu ni bebe kama. Lakini sikuiba nimechukua tu juu nimeona inahangaika. Sasa unajua anasema kuhangaika ni nini? Ile inatembea ikitafuta chakula. Na anasema inahangaika. Na pia anatafuta chakula. Na yana pia anatafuta chakula. Sasa huyo mzee akamwambia aje? Okay, ni Brian. Brian. Mimi ni Mohamed. Sasa hakujua huyu mzee mwenye anamuongelesha alikuwa already boyfriend ya mamake. Hakuwa bwana. Sasa alikuwa boyfriend. Sasa akacall head teacher. Si head teacher ni mother yake Brayo. Hello. Kuja hapa hivi place fulani na fulani. Kijana wako ana starve. He is starving. Kuja haraka. Akakuja. Kaenda hapo hivi akanini. Tafuta Brayo ameshika hivi mashati. Chukana nisikiaje? Brian, are you starving? Mom, I'm not starving. I'm not. Mama akamwambia je, akaanza kumpigia bill. Kila asubuhi uko na mkate slice 4 na mayai 2 na smoky 2. Hizo ni pesa ngapi? Smoky moja ni 40, 2 ni 80. Mayai 2 hiyo ni 60. Mkate ile kubwa ni ngapi? Hiyo wakati kwanza ilikuwa inatoka 60. Nakumbuka. Mwanzo hiyo mkate ilikuwa ndefu. Hiyo ile kwanza mrefu ilikuwa inatoka 60. Haya lunch hata acheleweshwi. Lunch anapikiwa chapati ama anapikiwa tupanki kapto hivyo. Yaani anamuulizanga, "Brian utakula nini?" Hebu imagine mama kama huyo anakuuliza hivyo. Jioni amekutayarishia keroma hapo hivyo kwa meza. Senye wewe lazima uingie kwa shamba uchune mahindi uende uchome ili upate kula. Na huyu sasa kijana wenyewe hakujua boyfriend na girlfriend. Aja stukie huyu jamaa akisema aje, "Gai babe." Bra anaweza kusema aje, anaweza kutafuta excuse. Nitaambia daddy. Gai uko na boyfriend? Nitaambia daddy. Daddy. Sawa, huyu ndo daddy. Huyu ndo daddy. Kama tuseme sasa si kijana alikuwa nadhani mamake junior head teacher wa shule hawezi mchapa. Na huyu jamaa ni boyfriend ya mamake hawezi mchapa. Kijana wenyewe hata alichapwa vizuri. Jumani alikuwa akiitwa akapelekwa Wamomo. Jela ya watoto. Hebu niambie hizo ni vitabu ngapi amekuwa akipata nazo? Ndio kuchapwa pelekwa jela ya watoto. Sasa
Na huko pia ninapatana na vita. Kwa nini nenda kumbembeleza? Kwa nini nenda kukula smoky? Na kule unanga kunanga smoky. Kula smoky ama mayai. Unapata kabeji nikatokata na pango na shangaa hii. Bas. Leo na kwetu hivi. Bas. Wangamba. So guys, this is G, the G House FM. Sisi ni venye tuko ile vizuri sana, kuongea kweli, just talking honestly. Nito honest pia mimi nito aje Honest. But then, just to be honest. unajua Kizungu saa zingine inachanganya watu. Unajua ngapi? How? Kizungu gani inachanganya watu? How? Unajua kuna kigoso nyingine ilichapiwa ili nichanganya sana. Mwanzo ngoja mwanzo nikumbuke kiasi. Mambo he went, he go. Hizo ni past tense na present tense. Ulikuwa unaambia there, here, sijui ati I went, I go, sijui I fished, sijui. Sasa waambiwa kuingia na nyumba, waambiwa get out. Mwamboni get out. Sasa umetoka pale nje, umeacha gate nje na waambiwa get out. Mfikirie. Na umetoka umeacha gate nje. Waambiwa get out. Kwani ni milango? Get out. Sasa kuna achana hiyo Mimi nijai kwa nje hapo tuile tu hapa nje. Au jamaa ananiuliza aje, ananiambia aje, can you get out? Kama ngale hivi nikashindwa aje, I'm already outside. How can I get out? Na baadaye nilikuwa namuuliza mwalimu wangu wa English maswali. Alikuwa anakuambia stop be selfish. Sasa nikachukua chaki nikaandika kwamba selfish. Nikaanza kumseparatia selfish. Sell ni kuuza mwalimu. Kisha fish unasema ni samaki. Sasa stop be selfish. Niache kuuza samaki. Niache kuuza samaki. Na mtu alikuwa anambia ache kwa mchoyo. Stop being selfish. Na nikimwangalia huyu jamaa selfish. Na nikimwangalia huyu jamaa alikuwa anakula kitu chake vizuri cha break. Na kuna duka pale alikuwa anamuomba. Naomba stop being selfish. Na alikuwa simuone kuuza samaki hapo. Walimunga English alikuwa anashangaza sana. That's all for today. See you to the next part. Please guys, I want you to waambie mnyata nime nini, stories are so stories so I'm going to tell you guys, we love you, all of you. Please, you see this young boy here, I need all of you to support him. Just share. Not all, just me. All of us. But we love you. We love you. And you hapo nje, acha niwaambie, usike tu kwa nyumba tu. Bana. Usike kwa nyumba. Toka tu uko nje. Mwambie maada nimetoka lakini nimeenda kuchapa wera. Bana. Usika hivyo, usika idol by the. Tafuta tu kwa kitu. Kitu kidogo tu inaweza kuanzisha tu mambo makubwa. Bana. Mimi nawapenda tu nyote. Labda kwa majina tena anaitwa majina anaitwa OT. Anaitwa OT. Na mimi naitwa au ndo cameraman, unajua tu. Kwa every video we are making, by the way, he's our he's our cameraman. So tunajijua tu, mimi naitwa Mr. GD. GD Lucky, but when it comes to the videos, I'm unlucky.
Na sijajua kama Megan ni mweusi hivi. Wewe Megan ni mweusi hivi? Hadi mimi ndo nimekuja kushangaa. Ama nimeketi kuchagua sana. Filters za TikTok ndo wazi tukoroga. Ama ni vile makeup yake zinapiganga sana. Unasema jamaa vipi? Hapa na kuna dem alipaka makeup akaenda interview. Sasa venye alienda si interview ilikuwa ni kama leo unakutanisha na ex wako. Sasa dem alikuwa bado anapenda ex, lakini dem bado ex alikuwa na kimpango tu, unacheki kaom tu, unacheki. Sasa jamaa akamwambiaje, nilitaka kukupea kiss lakini siwezi kukupea kiss ukijipretend wewe ni mzungu. Jua nini? Toa hizo mavitu umevaa. Toa hiyo face ya kwanza, ubaki na face natural yako ili kupiga busu. Ni kama mask. Iron mask. Hapo silikuwa noma. Najua kijipanguza utaona nini. Noma.